Yes. Karibu sana wafuatiliaji na watazamaji wa kituo hiki channel hii ya Wokovu TV. Hali ni vyema sana na ikitumania kwamba unatufuata maeneo popote pale ulipo, haijalishi katika bara la Afrika na wengine Ulaya, Asia huko na hata Oceania Marekani. Basi nyote mnakaribishwa katika kipindi hiki na tukiwa na mtumishi wa Mungu Lankistani hapa ni kutoka mashariki mwake DRC, na hivyo tutakwenda kujua mengi sana. Kila mmoja yuko katika hali, katika title hiyo ambayo uliweza kubonyeza hapo ni kuonyesha hali hiyo, kwa nini mtu kujaribiwa. Hajalishi labda wewe ni Mkristo, labda wewe ni mpagani, lakini mbona ungalitoa na majaribu? Basi katika yote hayo, basi tufuatilie mwanzo hadi mwisho na hata kwa kujiunga, ili kwamba uko unapata vipindi vyetu na katika hali yote ile. Na maswali yako basi tutaifanyia kazi, ukiwa na maswali ya kwamba wewe upate kujibiwa na mengine zaidi. Basi tutamsalimu. Jambo mzee. Jambo sana. Naomba ushike basi Biblia yako. Kwa nini mwanadamu anajaribiwa? Sababu ni nyingi sana za mtu kujaribiwa, na hizo sababu nitataja baadhi ya sababu ambazo zitakuja haraka haraka kichwani. Katika sababu za mtu kupitia katika majaribu, sisi kama Wakristo, na nitaongea pia upande wa wale ambao sio Wakristo. Katika sababu za sisi kupita katika majaribu, sababu ya kwanza ni kuimarisha na kukomaza imani za Wakristo. Yaani sababu hakuna imani bila majaribu. Hakuna imani bila majaribu. Yaani ni system ya Mungu. Ni aina ya utendaji kazi ya Mungu. Kwamba Mungu anapokuita anakamilisha imani yako kwa jaribu. Lazima akupitishe kwanza katika jaribu, ili kwamba aone kama utasimama. Na chukua mfano kwa dhahabu haraka haraka. Ili dhahabu iwe safi, lazima ipondwe pondwe, ipitishwe kwenye moto mpaka dhahabu itakati iondoe uchafu wote. Kwa hiyo kule kupondwa pondwa ndio kupitishwa katika majaribu. Chukua mfano wa baba yetu Ibrahim, ambaye ni baba yetu wa imani. Kwa Ibrahim kudhibitishiwa na kuitwa baba wa imani, alipitishwa katika majaribu. Mungu alijaribu imani la Ibrahim, lilijaribiwa kwa kiasi kikubwa sana. Alipewa ahadi ya Mungu atakuwa baba wa mataifa akiwa na miaka 75, lakini aliamini Mungu na alikuja kupata mtoto wake wa kwanza ambaye ni Isaka na miaka 100. Ina maana alipewa ahadi, na ahadi ilichukua muda wa miaka 25 ili kuja kutimia. Nafikiri angekuwa wewe usinge unaona. Si hilo tu, baada ya yeye kupata mtoto tena Mungu anakuja kumwambia mtoto huyu nenda kanichinjie. Kwa hiyo ni jaribu kubwa, ni majaribu mazito ambayo baba Ibrahimu alipitia, lakini kupitia hayo majaribu Mungu akasema, kwa kweli Ibrahimu unanipenda. Kwa hiyo Mungu akadhibitisha imani la Ibrahimu baada ya kumpitisha kwenye majaribu. Na sisi pia kama Wakristo wa leo, Mungu ni yule yule. Kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 8 inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo lazima pia tupitishwe katika mkondo huo huo wa kujaribiwa, ili tusiwe Wakristo wa mdomo tu. Ona katika hivi vita vilivyokuja hapa vya M23, wengi wa watu waliotabiri kwenye vyumba vya maombi kwamba Mungu amesema tusikimbie, wao tena ndio walikuwa wa kwanza kwenda Burundi na kwenda wapi, Ubwari. Wao tena, mimi mwenyewe najua mmoja hivi, yaani naongea hapa najua mmoja, na hayuko mbali ya hapa kwangu, ni hapo juu kidogo. Alitabiri akasema Mungu amesema tusikimbie hivi vita, Mungu amesema tusikimbie. Kusikia M23 imekuwa makobola, yeye akapita wa kwanza na mabegi anaenda Ubwari. Sasa nikasema, sasa mama, wewe ulitabiri Mungu alisema tusikimbie, sasa tena mbona unakimbia wa kwanza? Unaona kukosa imani. Maneno mengi lakini imani hakuna. Alishindwa kuona Mungu, akasema da hao M23 isena telesa mbele alisema. Hebu naomba sasa ufungue kitabu cha Yakobo 1:2 hadi 4. Yakobo 1:2. Kitabu cha Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 4. Ndio. Ndugu zangu, tuhesabu kwamba ni furaha tupu tunapoangukia katika majaribu mbalimbali, nikifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yetu unaleta saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu, ili tupate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Okay. Kwa hiyo unaona kazi kubwa ya imani
ya jaribu kwenye imani ni kulithibitisha, ni kulikomaza. Majaribu yani, majaribu ni mtaji kwetu. Mkristo ambaye hajaribiwi, huyu yuko katika mikono ya shetani, huyu sio Mkristo. Kila Mkristo lazima apite katika majaribu magumu, mazito, ya ajabu. Na wote waliofanya kazi na Mungu katika maendeleo ya nyakati, wote walipitia majaribu. Niambie nani ambaye hakujaribiwa? Kila mtu alipitia majaribu, tena majaribu mazito kulingana na imani lake, na baada ya hizo jaribu Mungu akamwinua. Chukua mfano wa Ayubu. Ayubu alipitia majaribu mazito makubwa ya ajabu, lakini Mungu akaja akamwinua. Nisiende mbali sana, wacha tuchukue sababu ya pili. Sababu ya pili ya sisi kujaribiwa ni kujifunza kutegemea Mungu. Sababu katika majaribu unafika wakati baba yako hawezi kukusaidia, mama yako hawezi kukusaidia, mjomba hawezi kukusaidia, mchungaji hawezi kukusaidia. Una msaada mmoja tu, ni Mungu. Hebu ufikiria hii M23 kisa ilikuja hapa. Nani angekusaidia nani? Hakuna. Kila mtu analia, kila mtu anapenda ajiokoe mwenyewe. So majaribu yanatufunza kujua kutegemea Mungu, kujua ya kwamba kweli tegemeo ni moja tu. Hebu fungua kwanza kitabu cha Mhubiri, kujua ya kwamba kweli tegemeo ni moja, ni Mungu peke yake. Na Mungu unapofika mwisho, wewe mwanadamu unapambana na akili zako, unafika mwisho, ni hapo sasa na yeye anaingia kazi. Ndio maana majaribu ni muhimu sana, sababu mtu ambaye hajajaribiwa wakati mwingine ni mjanja sana na ana mdomo mrefu sana, ila subiri kidogo apite katika jaribu nzuri. Hapana jaribu la kuombwa chumvi. Unakuja kuombwa chumvi na jirani anasema, wewe jirani uko na jaribu kabisa mpaka kuja kuniomba mimi chumvi. Hiyo ni jaribu kuombwa chumvi. Subiri. Subiri upite kwenye jaribu. Tumeona wengi sana ambao wamekuja na vifua juu, mimi ni Mkristo nimeokoka, akipitishwa kwenye jaribu kidogo tu, miguu juu, na mtu anaacha kila kitu. Majaribu si ndio yanakamilisha Mkristo? Majaribu ndo mtaji wetu. Majaribu, unajua sisi hivi hatuogofi na mtu. Sisi huwezi kututisha sababu unatabiri, unahubiri, sababu sisi tunatazama msimamo wako majaribu yanapofika. Unapoingia katika wakati ule wa kujaribiwa, wakati kama Ayubu, unakaa hivi tu. Unasikia boom, watoto wamekufa. Unakaa hivi tu. Unasikia boom, mnyama wamekufa. Unakaa hivi tu, unasikia boom, unageuka maskini kwa sekunde moja. Wewe ambao ulikuwa tajiri mkubwa, unageuka maskini kwa sekunde moja. Unajaribiwa. Na Ayubu aliiba cha nani? Hakuna. Alitukana nani Ayubu? Hakuna. Mungu mwenyewe tu kafanya mkutano na shetani, wakaja kumjaribu jamaa. Lakini kwa sababu alibaki na msimamo, vyote alivyovipoteza alivurudishwa maradufu. Kwa hiyo majaribu yanatufunza kujua kumtegemea Mungu. Mhubiri 7:14. Mhubiri 7:14. Ndio. Nasoma. Ndio. Siku ya kufanikiwa furahi, na siku ya mabaya ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili, ili wanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baada yake. Mambo hayo yote nimeyaona mimi katika siku ya ubatizo. Hebu simamia hata hapo. Mungu ndo anafanya hayo, na kwa taarifa yako majaribu ni mpaka. Kwa hiyo Mungu ana organize mambo yawe hivyo ili kwamba tujue kumtegemea yeye. Mwanadamu ndio Biblia inasema ya kwamba alaaniwa antegemea nani? Mwanadamu. Kwa hiyo majaribu yanakuja ili tujue kumtegemea Mungu. Hebu fungua kitabu cha Ayubu. Yes, kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 21 hadi 23. Majaribu jambo lingine yanakuja ili tupate somo. Sura ya 1 mstari wa 21 hadi 23. Mstari wa 21 hadi 23. Yes. Inasema hapo kuna 21 hadi 23. Soma tu. Yes, haina shida. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu. Ayubu anasema nilitoka tumboni mwa mama yangu, niko uchi. Nami nitarudi huko uchi vile vile. Bwana amenitoa na Bwana amenitwaa. Voilà. Ayubu servu imekuwa lavi. Endelea kumalizia. Katika majaribu yote niliyopitia mimi Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwadhia Mungu kwa ubaya au upumbavu. Majaribu yanakuja ili tupate somo, tujifunze, tuelewe. Amen. Tujue ya kwamba kumbe hili nalo linaweza likafikia mtu katika maisha yake. Usifikiri maisha ya Ukristo tu ni
lele mama. Ukristo sio kula tu ugali kila siku. Ukristo sio mambo mazuri kila siku. Kuna siku gari lako litaharibika. Kuna siku mtoto ataumwa. Kuna siku utapitia katika jaribu. Na Mkristo ambaye hapitie majaribu, huyo hakomai. Fungua Ayubu 3:11. Mkristo ambaye hapitie majaribu, huyo hawezi akakomai. Hawezi. Hana bidii. Sababu majaribu yanakuja ili kutusaidia, kutubidisha. Ayubu 3:11 hadi 12. Mbona sikufa mimi tokea tumboni, tokea mimbani? Mbona nisitoe roho hapo nilipotoka tumboni? Mbona hayo magoti kunipokea, au hayo maziwa hata nikanyonya? 13. Ishia hapo. Unaona hapo Ayubu anaanza ongea maneno. Unajua maneno ya mtu ambaye amepita katika majaribu ni maneno mazito sana. Ndio hayo ambayo yanaanza kutoka kwenye kinywa chake. Eti sikufa siku niliyozaliwa. Mbona mpaka nyonyo za mama zikanikubali kwa nini nisifu? Yaani Ayubu anataka kutufunza tuelewe ya kwamba yote yanayotufikia pia ni mpango wa Mungu. Na niende haraka. Jambo lingine ambalo linafanya sisi tujaribiwe ni kwa sababu tuwe washindi. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5:4 hadi 5. Okay? Ya Yohana wa kwanza. Sisi kama Wakristo, kama wateule, tumeitwa ili tuushinde ulimwengu. Mungu ametuita ili tushinde, ili tupate thawabu. Kuna thawabu ambayo tumewekewa, ambayo ni uzima wa milele. Lakini huko hawataingia wala ambao sio washindi. Kwa hiyo sasa utakuwaje mshindi kama huna kitu cha kushinda? Kwa hiyo ili uitwe mshindi lazima uwe na kitu cha kushinda. Na kitu cha kushinda kwetu sisi ndo ulimwengu, dunia. Sasa dunia ndo nini? Ndo haya majaribu, matatizo tunayopitia. Hebu soma Yohana wa kwanza sura ya 5. Mstari wake wa 4 hadi wa 5. Ndio. Kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Na huko ndiko kushinda kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mstari wa 5. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Ingia Warumi 8:37. Warumi 8:37. Yaani sisi tumeitwa ili tushinde. Kumbuka mbinguni hakutaingia mtu ambaye sio mshindaji. Sasa utashinda nini? Si lazima ushinde majaribu. Warumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyoko wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitoweza kutenga na upendo wa Mungu. Amen. Amen. Sasa meme la moho, hata mauti haiwezi kututenga na Mungu. Donc huyu anayeongea hivyo ni mtu amepitia majaribu. Achana nao Wakristo wa bwele, hajajaribiwa, hajafanya kitu, anaumia tu kidota kadogo hapa, dunia mzima inajua. Anajikwaa kidogo, anatangaza social media, nimejikwaa majaribu. Au umemwana wewe, utajaribiwa wewe. Wewe utapita kwenye majaribu wewe. Utapita kwenye majaribu. Mimi napenda sana majaribu sababu ndo kitu kinatupa nguvu. Na kila wakati mtu anapopita kwenye majaribu ni kama vile mtu unapopita kwenye upepo, mizizi inadumbukia chini zaidi. So ile style ya mti ndiyo Mungu aliyofanya sisi wa Kristo pia. Unatikiswa na jaribu, unaingia chini zaidi. Unapotikiswa na jaribu kiasi kwamba unaona mambo mengine unadharau. Yaani unafika tu unasema ya kwamba mauti haiwezi kunitenga na Mungu. Umaskini hauwezi kunitenga na Mungu. Utajiri huwezi kunitenga na Mungu. Yaani sijui. Umepitia karibia kila aina ya jaribu. Kama ni kusemwa na watu, umesemwa na watu wa kila aina. Waumini, wachungaji, watumishi, wamekutukana, wamekutusi na yote umesikia, umeshinda hayo. Kama ni wachawi, umelongwa na wachawi wa kila aina.
wachawi wa kimataifa wa Kongo, sijui wa Rwanda, wa Tanzania, wa Uganda, wa Malawi, umerogwa kila aina, umeshinda. Kama ni wanawake, umejaribiwa na wanawake wa kila aina. Wewe ushakalipwa pesa ili ulale na mwanamke? Mimi hatutaki kuongea tu ila kuna watu hapo wanalipwa $7,000. Mwanamke anatoka Ulaya anakuja na $7,000, anasema mchungaji, nataka nilale na wewe, $7,000 hii, na tukimaliza kulala mimi narudia tena Marekani. Anakufuata kwa ajili ya hiyo tu na $7,000 mkononi. Wewe ungekutana na hilo ungefanyaje? Lakini hilo nalo unashindwa, unamwambia koma kwa jina la Yesu. Mimi siwezi fanya kitu kama hicho. Unajaribiwa na wanawake wa kila aina. Wewe labda hujaona mwanamke anabaki uchi mbele zako. Mimi nimeona hiyo sijui mara ngapi. Mwanamke anavaa nguo unasema koma shetani, na unatoka na anabaki uchi. Yaani unajaribiwa kila aina, unashinda. Unaitwa mchawi, unaitwa Freemasoni, unashinda. Kama ni mauti yanaingia mpaka nyumbani mwako, mpaka mtoto wako anakufa, hiyo nayo unashinda. Kama ni wewe mwenyewe, ajali zote umeshapitia, ajali za maji, ajali za barabarani, ajali za pikipiki, ajali za gari, ajali za boti, umeshinda. Hata Mungu atakosaje kukuaminia? Si hata Mungu mwenyewe atasema no, huyu peti wacha nimuinue sababu sasa huyu ana mizizi. Kwa hiyo kifupi, unajua ukiniambia mambo ya majaribu, mimi mambo mengi yanakuja kichwani, sababu tumepitia mengi sana ambayo hatutakage kushuhudia na uwaga tuyashuhudie, iwe tu sehemu ya maisha yetu. Magonjwa hayo, magonjwa ya kwako wewe, ya watoto wana. Yaani huyu mtoto wangu Jonathan ugonjwa ambao haujulikani mpaka leo, wazungu waliandika kichwa kujua ni ugonjwa gani. Mtu wote anageuka kama jiwe. Ushako ni ugonjwa. Mwili inageuka kama vile jiwe. Mpaka wazungu waliotoka Marekani wanasema, wanafanya kichwa, wanasema we never see like this. Lakini kwa neema ya Mungu akapona mpaka leo ni mzima. Kwa hiyo kifupi, majaribu inatupa ushindi. Majaribu inatupa somo, majaribu yanaimarisha imani yetu. Na Mkristo yeyote ambaye amepitia majaribu ya kila aina, mwisho wake anabaki ni mtu mwenye msimamo mkubwa. Msione Mungu anainua watu hivi bure. Watu wanapitia katika mambo mengi sana, makubwa, mazito. Ndio maana unaona Mungu anafika hatua anakuinua kimataifa, watu wanakujua duniani kote. Wao unafikiri ni mzaa, kumbe amepitia mengi mazito huyo mtu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kuimarisha tu kwamba unapopita katika jaribu, jua ya kwamba Mungu ana jambo kubwa anataka afanye na wewe. Sababu most of time unapopita katika jaribu nzito na ukilishinda, mbeleni kuna zawadi kubwa sana. Kifupi ni hivyo tu, wacha niishie hapo. Basi kuna swali lingine hapo. Kuna watu wengine wao si wa Kristo. Kwanza ni kawaida kwa mwanadamu yeyote. Sababu gani? Shetani yuko na shetani anafanya kazi kwa wanadamu. Kwa hiyo kuna wengine ambao sio wa Kristo, lakini wanapitia hicho kitu, tukiite pia jaribu kwa wao. Ni jaribu kwa sababu ni kawaida ya maisha ya wanadamu. Kwanza, tofauti ya kuwa Mkristo, lazima mwanadamu upambane ili uweze kusurvive katika dunia hii. Na katika kupambana utapambana na wanadamu wenzako. Duniani tunapoishi, asilimia kubwa ya watu hawatutakie mema. Usifikiri kwamba watu wote wanataka ufanikiwe. Hapana. Hata kama wewe ni mpagani, kuna wengine hawataki wewe ufanikiwe. Wengine wanataka wakuone umeanguka chini. Na ndio kazi ya shetani kupitia jeshi lake, jeshi la mapepo, jeshi la wachawi, waabudu sanamu, watu walio katika vyama vya siasa au walio katika vyama vya siri, na maanisha Freemason, Kankara, Illuminati, vyama kama hivyo. Lengo kubwa ni kutaka kumgandamiza mtu, kumuua mtu, kumweka chini, kumtawala, kumweka katika vifungo ili kwamba asiende mbali zaidi. Kwa hiyo wale ambao pia hawajaokoka na wao pia wanapitia changamoto hilo, ila shida kubwa ni kwamba hawana tumaini, hawana msaada. Ila sisi ambao tumeokoka, hata kama tukipitia majaribu, matatizo, lakini tuna msaada, tunajua Mungu atatupigania. Kwa hiyo wale ambao hawajaokoka pia wanapitia shida, matatizo, ni kwa sababu ni sehemu ya maisha. Na kuna wengine ambao wanasema hivyo, yaani utamkuta yule mtu, yaani kuanzia hata mwaka wa 2015 mwaka jaribu, mwaka jaribu, yaani unakuta hata miaka 10 yetu jaribu, yaani hatikisiki pale, maisha yanazorota, yaani hadi ndio kufuru, yaani
Majaribu hayana muda. Majaribu ni mpaka siku utakufa ndio yataishi. Sikudanganye mtu ya kwamba nimefika hatua sasa sijaribiwi. Huyu anasema uongo. Majaribu uko nayo mpaka siku utaenda kaburini. Lakini katika yote ni kwamba Mungu ndiye anayetupigania. Na vyanzo vya majaribu ni vingi sana kiasi ya kwamba ni vigumu kuvitaja vyote. Kuna mengine majaribu ambayo unajisababishia wewe kama wewe. Kuna mengine sio hata shetani, ni maamuzi yako mabaya uliyoyachukua yanakuletea consequences. Na sasa unapozipata unafikiri ni jaribu, kumbe ni wewe mwenyewe ulijiamulia mambo mabaya. Kwa mfano hapa Mungu ameshatuambia tusikimbie. Wewe unakimbia unaenda fanya ajali majini unakufa. Utalaumu Mungu? Hapana, it's just a matter of your own decision. Kwa hiyo umechukua maamuzi mabaya ambayo umepata sasa consequences ya yale maamuzi mabaya. Mengine matatizo mengi mazito yanatokana na ulimwengu wa giza, mapepo. Watu wengi wanaishi katika vifungo. Watu wengi wanafungwa na mashetani, mapepo, wachawi. Yaani watu wengi, asilimia kubwa ya watu ambao sio Wakristo wako chini ya utawala wa mapepo. Unaona hapo sasa? Na mapepo kazi yako ni kuharibu, kutesa. Na hivyo basi unaona mtu anabaki katika maisha duni miaka yote. Hiyo ndio chanzo kingine cha majaribu. No, ni vigumu kusema si Mkristo kweli au la, sababu anayejua Mkristo kabisa au la ni Mungu mwenyewe. Lakini kuwa na majaribu mengi sio sababu ya kusema ya kwamba si Mkristo. Hapana. Unaweza ukawe ni Mkristo kabisa na majaribu yakawe mengi hata msururu wa miaka 5-6. Ila ninalojua mimi ni kwamba Mungu atakutetea na utatoka katika hayo majaribu. Sababu katika rekodi ya watu waliojaribiwa ambao ni Wakristo kweli, Mungu aliwatetea na wakatoka katika majaribu na wakafanikiwa. Kwa hiyo pia uwezo ukawe Mkristo tu wa shida, taabu, shida, taabu, shida, taabu, shida, taabu. Hapana. Hapana. Shida, taabu zitakuwa, lakini pia utakuwa na raha. Mungu hawezi kukunyima yote, akunyime ugali, akunyime na mboga. Hapana. Mungu sio hivyo. Historia pia tujifunze kupitia kwa wenzetu. Nimechukua mfano wa Ayubu. Ayubu alipitia shida, lakini finally alirecover vyote ambavyo alipoteza, alivipata. Nimechukua mfano wa Ibrahim. Ibrahim alipitia shida, lakini mwisho wake akarudisha vyote alivyovipoteza. Kwa hiyo wote katika Biblia ambao walipitia majaribu, shida na taabu, mwisho wake tena Mungu aliwakumbuka. Tuchukue mfano wa ndugu Branham. Ndugu Branham alipitia shida, lakini finally alirecover. Unaona hapo? Na wengine wengi, watu wengi sana. Hata mimi mwenyewe nilipitia shida kubwa nyingi sana, lakini finally ninaendelea kurecover. Unajua maisha tena yako kama yalivyokuwa zamani. Hapana, kidogo Mungu anaendelea kutusaidia. Unapata haka, unapata kale, unanunua dagaa, unasema asante Mungu. Kwa hiyo kadiri ninavyojua mimi ni kwamba mtu wa Mungu utapitia majaribu mpaka pale utakapokufa, lakini Mungu atakutetea katika mambo yote. Asante sana.